inasema wazi, wakati DPP anapofanya wajibu wake au shughuli yake kama DPP, anatakiwa kuhakikisha anaangalia nini. Ukisoma ibara ya 59B ibara ndogo ya 4 inasema katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo kwenye kufanya shughuli zake. Moja, nia ya kutenda haki. Yaani DPP anapofanya chochote hapa, cha kwanza wakati anafanya ahakikishe kwamba ana nia ya kutenda haki. Ilia mtu ambaye amesema tu leo Kariakoo hakuna watu wako majumbani, amepewa ugaidi. Nia ya kutenda haki hapa iko wapi? Lakini ibara hii inaendelea kusema kwamba DPP wakati anatenda au anafanya mambo yake, aangalie hii, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki. Yaani DPP anapofanya shughuli zake sio tu awe na nia kutenda haki, lakini pia ahakikishe kwamba anazuia matumizi mabaya ya taratibu ya utoaji haki na si maslahi ya umma. Aangalie maslahi ya umma. Sasa kwa kusoma hizi guidelines ambazo zimetolewa kwenye katiba, unajiuliza hawa watu waliokamatwa, ni kweli kuna nia ya kutenda haki? Ni kweli DPP amehakikisha amezuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki? Ni kweli kwamba wako ndani kwa maslahi ya umma, kwamba kweli ni magaidi, na kwamba kweli kesi hizi zikifika mwisho watu hawa wanaweza wakahukumiwa na kufungwa kwa sababu ya ugaidi, ama ni kesi za kisiasa? Ndio maana ninaomba na ninatoa rai kwa DPP kuhakikisha anayaita mafaili yote ya kesi hizi, ya zile zilizoko Mwanza na watu zaidi ya 20, ya kesi zilizoko Shinyanga na watu zaidi ya 11, ikiwemo katibu wa chama wa kanda ile ya Serengeti anaitwa Jackson Mnyawani. Aite faili la Mbeya la vijana wa CHASA, wanafunzi hawa ambao wanatumia haki yao ya kikatiba kuwa kwenye chama wanachokipenda, kama ambavyo wengine wako CCM. Apitie faili zao. Aite faili la Athmani Abdalla Buganda lililoko mahakama ya wilaya ya Ilala Kinyerezi. Ajiridhishe kama kweli kuna nia ya kutenda haki kwenye mashtaka haya, na kama ataona hakuna nia ya kutenda haki, azuie matumizi mabaya ya taratibu kwa kuwaachia, kwa kuintanole kwenye kesi zao, waweze kurudi kwenye jamii yao. Ndugu zangu, baada ya kumaliza swala hilo, sasa nije kuzungumzia swala la pili. Ndugu zangu waandishi wa habari, mmekuwa mkiona kwa muda mrefu, mmekuwa na watu wengine wanachama na wengine sio wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wakifanya press conference mbalimbali na kukishutumu chama na hasa viongozi wa chama. Wale ambao wamo ndani ya chama tumekuwa tukiwachukulia hatua kwa kufuata utaratibu ambao uko kikatiba na kikanuni kwa mujibu, sababu ili ushutumu na unatakiwa uwe na ushahidi na uweze kuthibitisha. Kwa hiyo hayo ameshayaongelea sana katibu mkuu wa chama, na sitapenda kuyarudia, yanayohusiana na wanachama na viongozi wa chama. Kibaya zaidi,
ni kwamba imetokea sehemu nyingi. Sasa nitakuwa specific kwenye kanda yangu. Imetokea watu ambao sio wanachama wa chama chetu, sio viongozi wa chama chetu, wanajivika wanachama wa chama chetu, wanajivika uongozi wa chama chetu na kutoa matamko yenye nia ya kukishushia chama hadhi. Wanatoa matamko yenye nia ya kukibagaza chama chetu, wanatoa matamko yenye nia ya kushusha hadhi na heshima ya viongozi wetu. Swala hili limekuwa linatokea kwenye kanda mbalimbali, lakini mimi nitazungumzia kanda yangu. Kwenye kanda yangu kuna mtu kwanza anaitwa Sheikh Mwaipopo, ambaye ninyi waandishi wa habari wengi mnafahamu. Huyu bwana, kiachana na mambo mengine yote anayoyafanya, lakini ni mara ya pili amekuwa anakuja kwenye kanda ya Magharibi inayojumuisha mkoa wa Kigoma, Katavi na Tabora. Anawashawishi viongozi na wanachama wa Chadema kufanya press na akiwaahidi kuwapa fedha ili waseme viongozi vibaya, lakini pia wakiseme chama vibaya. Nazungumza haya kwa sababu tuna ushahidi wa kutosha. Bahati nzuri Mwaipopo anatoka Tabora, wilaya ya Kaliwa, sehemu panaitwa Ukumbi Siganga. Kwa hiyo ninamfahamu vizuri, ninawafahamu ndugu zake, ninamfahamu na yeye. Huyu bwana aliwahi kuja mara ya kwanza, akaanza kuwaita viongozi mbalimbali wa kanda yangu. Akawa anawaita watoke Katavi, anawaita watoke Kigoma, anawaita watoke Tabora, aje wafanye press, akiwaahidi kuwapa nauli za kwenda na kurudi, awape fedha na kadhalika. Pia aliwaambia atawapa nguo za chama chetu ili watakapofanya press waonekane ni wanachama kweli wa Chadema na ni viongozi wa Chadema. Kwa mara ya kwanza tulipata taarifa mapema, tukahakikisha tumezuia kwa baadhi ya viongozi, lakini bado wako ambao walienda wakafanya press. Na wengine aliowaweka walikuwa ni ndugu zake kabisa Mwaipopo. Yaani kwenye clip hiyo nikikuonyesha, kuna baadhi kweli ni viongozi walikuwa Chadema ambao waliwarubuni, lakini pia kuna ndugu zake ambao walikuwa kwenye press hiyo. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Mara ya pili ameenda hivi karibuni, akafikia Tabora, akaanza kuwapigia viongozi wetu wa mkoa wa Tabora. Mmoja anaitwa Ahmadi, mwingine anaitwa Ayubu Abed Ismail. Bahati nzuri tulirekodi mazungumzo, akiwasisitizia kwenda wafanye press ya kuponda chama, ya kuponda viongozi, na akaahidi atawapa fedha. Walipomkatalia akaanza kutukana, na baadaye kama mlifuatilia, alifanya tena press akasema wamemtishia na kwamba amewaripoti kwenye vyombo vya dola. Kwa nasubiri nione kama watakamatwa ili niweze mimi kuchukua hatua. Nashukuru Mungu hakuna kiongozi wangu mpaka sasa ambaye ameshakamatwa na chombo cha dola kwa sababu ya ripoti ya Mwaipopo ambaye alikuwa anawalazimisha wakafanya press. Huyu ni wa kwanza. Majuzi mmeona klipu zikitembea ambazo klipu hizo zimetoka mkoa wa Katavi ambao ni sehemu ya kanda yangu. Kwenye klipu hizo yupo dada mmoja ambaye aliongea kwenye clip peke yake, anaitwa Elizabeth Festo Sigera. Huyu dada Elizabeth Festo Sigera anatoka Katavi na amewahi kuwa mwanachama wetu na kiongozi wetu. Akiwa Chadema alikuwa
ni mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Katavi. Baadaye akahama, bahati nzuri clip tunazo, akaenda Chauma. Alipofika Chauma amepewa cheo cha mwenyekiti wa vijana mkoa Chauma. Kwa hiyo ni kiongozi wa Chauma kwenye ngazi ya mkoa ambaye ni mwenyekiti wa vijana. Bahati nzuri tunao ushahidi mwingi sana akifanya shughuli zake kama mwenyekiti. Tunazo clip akiwa Ubungo Plaza kama kiongozi wa Chauma. Tunazo clip akiwa anapokea viongozi wenzake wa Chauma akiwemo mzee Hashim Rungwe kwenye helikopta Katavi. Tunazo clip akiwa kwenye shughuli za chama cha Chauma akiwa anaendelea na shughuli zake kama kiongozi na kama mwanachama wa Chauma. Lakini majuzi amejitokeza na kujitambulisha kwamba yeye ni kiongozi wa Chadema, ni katibu wa baraza la vijana mkoa wa Katavi Chadema. Na kutokana na kujitambulisha hivyo akatoa shutuma na kashfa na maneno ya kudhalilisha na kukishusha hadhi chama, lakini pia viongozi wetu akiwemo makamu John Wegesa Heche. Kayafanya haya yote akiwa anajua kwamba yeye alishahama, sio mwana Chadema, hana nafasi yoyote Chadema, na kwa namna yoyote hana haki ya kuizungumzia Chadema kama kiongozi wa Chadema au kama mwanachama wa Chadema. Anayo fursa ya kuiongelea Chadema kama mpinzani wa Chadema au kama raia wa kawaida kwa sababu ni mwana Chauma, lakini sio kujivika uongozi wa Chadema na kuizungumzia Chadema kama wewe ni kiongozi. Ukisoma sheria yetu ya vyama vya siasa, The Political Parties Act, sura ya 258 ya sheria zetu, inaeleza kifungu, ukisoma kifungu cha 11 kifungu kidogo cha 3, ukisoma sheria hii ya The Political Parties Act sura ya 258 kama iliyofanywa marejeo mwaka 2023, inaeleza ni mazingira gani mtu aliyekuwa kiongozi na aliyekuwa mwanachama wa chama fulani anapohamia chama kingine na kuwa na nafasi au mwanachama wa chama kingine anavyosisi kuwa mwanachama wa kile chama cha awali. Nasema a person who possesses membership card of more than one political party shall be deemed to have resigned from the previous party. Maana yake ni kwamba mtu yote ambaye alikuwa chama kingine akihama akawa na kadi ya chama cha pili, maana yake anakuwa amesizi kuwa mwanachama wa chama cha awali. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria yetu, kifungu cha 11 kifungu kidogo cha 5. Sasa leo hii huyu mtu wa Chauma anawezaje kwenda kuzungumzia na kujifanya tena amevaa mpaka nguo za Chadema? Hii impersonate ni kosa kwa mujibu wa sheria. Ukiachana na huyu Eliza, yupo mwenzake ambaye anaitwa Mzee Daniel Mwamba Kalala. Huyu alijitambulisha kwamba ni katibu wa wazee jimbo la Katavi, yaani kule Inyonga, wakati sio kweli, na akaongea maneno magumu ikiwemo kashfa. Akasema makamu mwenyekiti John Wegesa Heche amepewa milioni 600.
30